nisingemjua huyu Mungu ambaye ni Mungu wa kweli. Nilikuwa nasali jamani, toka huko nyuma, lakini nilikuwa ninakabwa isivyo kawaida. Nilikuwa ninakabwa. Wengine nimewaambia kwamba mimi ilifikia wakati wachawi waliniweka kama mwanamke. Kwa mimi nilikuwa ikifika tu jioni, giza inaingia, naenda nasema nikabwe wewe, alafu mwishoni waniachie nilale. Kwa mtu ambaye hajawahi kukabwa atakuwa labda hawezi kuelewa, lakini kwa mtu ambaye umewahi na wachawi, I say haya nayoongea utakuwa unayajua. Mwisho wa siku wakaniweka, sio kunikaba tu, wakanigeuza kuwa mwanamke. Nikageuzwa kuwa mwanamke, wakawa wananiingia kama mwanamke. Jamani, sijidhalilishi, ila haya mambo yalikata baada ya kukutana na nani? Na Mungu wa baba yangu hapa ambaye ninamuona. Amen. Wakati nasali kipindi cha nyuma sikuwa na mambo haya mnayoyashuhudia leo. Nilikuwa nakamata pesa, alifanya kitu. Kukabwa ndo huko. Yaani mambo magumu yalikuwa na mimi. Magonjwa yalikuwa hayakomi. Lakini leo hii jamani, hata kama sina pesa, naliingia Mungu wa baba yangu hapa. Naliingia Mungu wa baba yangu. Kwa sababu ya baba yangu kutonisha na kunionyesha njia iliyo sahihi. Leo hii ninasimama kwa ujasiri. Wachawi hawanigusi tena, waganga hawanigusi tena, wala sitakuja kwenda kwa waganga tena. Nasema leo ni mwisho na mambo yangu yanaenda nikiwa na huyu Yesu. Mshangilieni huyu Yesu. Amen. Mambo yangu yanaenda nikiwa na huyu Yesu. Yes. Namshukuru Mungu sana, kwa sababu mimi mwenyewe neno la leo lililopita ni kama lilikuwa la kwangu. Nimetembea makanisa mengi, lakini sijaona habari njema. Haleluya. Amen. Habari njema sijaiona. Nimekuja kuiona mahali hapa. Haleluya. Hilo ni jambo kubwa sana la kumshukuru Mungu. Nimepita makanisa kama 4. Yote nimesali kama miaka 4 kama mitatu, lakini sijaona habari njema. Lakini chanzo cha kufika hapa na kuiona habari njema, namshukuru sana Mungu. Haleluya. Jambo lingine ambalo napenda kumshukuru Mungu ni kwamba mimi nilikuwa nimeoa mke wangu, lakini nilimuoa mke wangu alikuwa azai. Haleluya. Wala ambao hawapati watoto, na watia moyo kwamba watoto hapa wapo. Haleluya. Hapa pana watoto, ukikubali kufundishika hapa watoto wapo. Haleluya. Mimi mke wangu nilioa akiwa hapati watoto, ni muda mrefu hapati watoto, lakini alipofika kwenye imani hii, alipokubali kufuata masharti, nilishuhudia mimi mwenyewe kwa mikono yangu mwenyewe, kwa macho yangu mwenyewe, akiwa akipata watoto, na mpaka saizi anaendelea akitaka watoto anapata. Haleluya. Amen. Lakini chanzo ni kufuata imani hii, chanzo ni kuyafuata maelekezo, chanzo ni kufuata habari njema ya mahali hapa. Haleluya. Tujitahidi kufuata habari njema ya hapa. Haleluya. Nasema hata watu walioko huko nje wakija hapa, wakijitahidi kufuata maagizo ya hapa na kutembea vizuri na maagizo ya hapa na kusimama vizuri, vyote wanapata, vyote vinapatikana hapa. Haleluya. Kwa mimi namshukuru Mungu kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Wapendwa ndugu zangu, mimi nilikuwa mfanya kibarua muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Mama kibarua. Nilikuwa mama kibarua. Na mara nyingi ilikuwa inanitokea kipindi ambacho naenda kwenye kibarua, shambani kwangu naacha naenda kwenye kibarua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini baba alipotangaza huu ni mwaka wa kutoka, nilimwambia Mungu, ni kwa nini na nguvu nyingi kama hizi nashindwa kufanya shambani kwangu, nafanya kwenye vibarua? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii hali imenitokea mara nyingi, najikuta wenzangu wanapopanda mimi muda umeshaenda na acha shamba linalala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwaka jana nikasema huu mwaka wa kutoka, namwambia Mungu, nataka na mimi nitoke. Kweli mwaka jana ilikuwa ni kipindi cha kupanda kifuku. Nilipanda maharage yangu, nilipanda debe moja, nikavuna gunia 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kumwambia Mungu nataka nitoke, mimi sio akibarua. Wapendwa, nilikuwa nikiandaa chakula cha kwenda shambani, wakinipigia simu kuna kibarua, naacha kile chakula naenda kwenye kibarua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru mwaka huu nimepata mashamba, kama nimelima kama mashamba 5. Namshukuru Mungu sana. Nilikuwa natumia kwa watu, zilikuwa zikai nyumbani mwangu, nilikuwa sivuni nyumbani kwangu, nilikuwa naenda kufanya vibarua vya watu, nitafanya mpaka usiku saa 4, narudi nyumbani saa 4, nimechoka, niko hoi.
Lakini mwaka huu namshukuru Mungu, hata nisipoenda kwenye kibarua najikuta naoga, napendeza, nakula. Yaani nakuwa naamini tunatoka kanisa lote pamoja na baba yetu tunatoka. Miaka yote tulikuwa tunalia, kwa nini sisi baba yetu na vitu vizito, kwa nini vinakuwa hapa? Kwa nini vinakuwa nija hapa? Lakini namshukuru Mungu sana kwa hilo. Amina. Mungu mahali hapa ni mzuri jamani. Amina. Sasa nikipita huko barabarani wananiambia mama Adafa naomba 20,000. Nikisema sina wanasema umetunyima. Amina. Mungu wa mahali hapa. Jamani, niwaambie kitu. Mungu alikonitoa, wanaonifahamu wanajua. Jamani, mimi nilikuwa enzi zangu sasa. Nilikuwa ninakunywa pombe jamani. Mtu akitaka kumnunulia pombe mimi natakiwa ajipange. Sio aje ana hela ya 200, 300, 400 namwambia uniwezi. Mimi weka kreti hapo ndio tunaelewana. Jamani, nilikuwa ni mkorofi. Nilikuwa navuta bangi mimi asikwambie mtu. Alafu zilinipa ujasiri vibaya. Amen. Yaani mtu asipite mbele yangu, yaani nikichapa kwa kwenda mbele. Yes. Lakini toka nimekuja mahali hapa. Kwanza aliyekuwa ananishuhudia kunileta mahali hapa. Yaani nilikuwa namuona wewe sisi twende kanisani. Waliookoka bwana, sijui wanakoga wana akili gani. Hebu tuambie siku ya kwanza ile ndio naambiwa habari za Yesu wa mahali hapa. Nilikuwa namkimbia. Nilikuwa namtia moyo kwamba uje kesho unipitie. Saa ngapi nije? Namwambia saa 10 njoo unipitie twende kanisani. Nikishaangalia muda ni saa 10 naondoka. Ili asinipate. Lakini kumbe ni shetani alikuwa ananichelewesha kuingia mahali. Yaani hata ingekueje simuachi huyu baba. Yaani hata wangesemeje. Yaani huu ni sawa na mti, hata ukikatwa lazima uchipuke tena. Namshukuru Mungu wa mahali hapa jamani. Hata hivi nilivyo haikuwa rahisi, ni Mungu tu. Amina. Shangilia jamani. Uzuri upo kwa Yesu. Amina. Nimerudia tena na maanisha. Kwa sababu wanaonijua nilipofika mahali hapa, mimi naona saizi rangi yangu ipo, ni rangi yangu ndio rangi halisi. Amen. Jamani, kwenye ndoa unaweza kutafuta uzuri hata kwenye mafuta ikashindikana. Nimelia kwenye ndoa yangu kwa kusema labda nipendeze, labda kama ni kusema labda si uchafu, labda si nini unajitahidi ufanye. Labda jitahidi nilipofika na napiga goti lakini alionekana. Labda ninunue labda nguo ambayo inaweza kusema inamtega mwanaume wapi. Yote ategeki. Lakini hategeki. Amina. Lakini leo nilivyo leo hivi. Mpaka nikasema siwezi nikanyamaza. Hebu kwanza waliosema kwamba huyu mwanamke ameachana na mume wake, waone nimebeba mimba na mimba nimebeba. Yapiga makofi. Ni Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye rehema. Anawarehemu maelfu na maelfu. Kwani baba yetu alisema Mungu anapokuja kutukomboa, Mungu anapokuja kutuonekania, hatuwezi akatoa maadui wote. Anatoa kidogo kidogo. Hata mimi kwenye maisha yangu anatoa kidogo kidogo. Ninamwona Mungu katika maisha yangu kupitia huyu baba. Nami ninaendelea nasema Mungu endelea kumjazi maradufu. Ukamjazi hata walioko nje waendelee kumjua. Mungu yuko Mungu mwenye majibu. Tunasema japo mengine bado, lakini kwa ajili ya moja tunamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mimi niliingia mahali hapa kwenye hii madhabahu nikitokea madhabahu ya Kiloma. Bwana Yesu asifiwe. Sikujua maana kuomba, sikujua maana Biblia inasomwaje. Zaidi tulikuwa tumekremisha mambo ya misali ya waumini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku ya kwanza nafika mahali hapa kuabudu mahali hapa, nilitolewa unabii. Nakumbuka nilipata unabii wangu wa kwanza ulikuwa unahusu
ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu, mtumishi alinisimamisha sana, alinisisitiza ndani ya ule unabii kwamba mshike sana Mungu, mpende Mungu kuliko chochote kile. Ndoa iwe ya pili, ya kwanza ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu ndio nilikuwa natembea nacho sana usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu kubwa ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nayo, lakini sikujua kwamba inaweza ikatoweka. Majaribu yangu yalikuwa ni mawili, ambayo hitaji la moyo wangu sana yalikuwa ni mawili tu. Hitaji langu la kwanza, mwanangu alikuwa anaumwa sana, tena sana, zaidi ya sana. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa kila mwisho wa mwezi lazima atapike na kualisha. Kwa ilikuwa niliona kama ni kawaida, kile kifika mwisho wa mwezi lazima atapike na kualisha. Na hata hali yake ilikuwa ilisofika sana kiasi kwamba kwa ambao mahali hapo walikuwa wanajua mwanangu jinsi alivyokuwa anaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa hiyo nakumbuka nilipofika hapa, nilitembea kwa waganga sana pasipo mafanikio yote. Maeneo mengi, Senjeli ya kwanza nilienda kwa mganga kwa ajili ya matibabu ya mwanangu, pasipo majibu. Hospitali nimeenda pasipo majibu. Dawa nimezitumia pasipo majibu ya aina yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiniambia kwenda kwa waganga, nimeenda sana kwa ajili ya uzima wa mwanangu. Kwenda hospitali nimeenda sana kwa ajili ya uzima wa mwanangu. Hebu njoo tumshuhudie Mungu wetu alipotutoa ni mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumshuhudie Mungu. Wengine waamini yupo Mungu mtenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nakumbuka, na kama tunavyojua baba yetu anatazama sana moyo wa mwanadamu. Yaani hawezi kukuambia njoo nikuombe pasipo mwenyewe kusudi kutoka ndani ya moyo. Alichoniambia mchungaji wangu ambaye ni Ibrahimu kwamba hebu nenda kajaribu kwa Mgalatia, ana dawa nzuri sana, amespecialize kwenye masuala ya ngozi. Na kitu kikubwa ambacho alikuwa anaugulia mwanangu kwenye makalio, kulikuwa na kipunye kilianza kidogo, lakini kila siku ya Mungu kilikuwa kinatanuka kiasi kwamba mpaka makalio yote alioza. Alikuwa akivaa nguo, yani ukimvua damu, nguo zinaganda kwenye vidonda na damu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo kualisha na kutapika kupo pale pale. Yani nisikia kipindi nilisema yamkini mimi ni mlaaniwa, kumbe sio mlaaniwa, ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine adui Mungu yuko salama sasa hivi, ni afya. Amen. Sasa nakumbuka siku naenda kwa Galatia, napenda kunyosha ushuhuda, lengo wengine wajue kwamba yupo Mungu mweza wa yote. Utashindwa wewe lakini sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Madaktari watashindwa lakini sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alinipa ile dawa kwamba nimpake mtoto na kunywesha. Kweli alikuwa anapaka na kunyweshwa. Vile vidonda vilikauka baada ya kutumia ile dawa. Lakini ndani ya siku 3 vile vidonda vimefubuka tena. Yaani vilikuja sasa kwa staili kubwa zaidi ya mwanzo. Nilimfuata tena baba yangu, mchungaji wangu, baba vimetoka tena. Akasema rudi tena kubadilishie dawa. Nilirudi tena kwa Mgalatia, nimepewa tena dawa zingine na mnywesha vilisha. Kasema sasa wewe unaonaje? Nimesema namwachia Mungu. Kama amepanga mtoto kuishi ataishi, kama amepanga mtoto kufa najua na kizazi ambacho atanipa watoto wengine. Kwa sasa hivi nimechoka kiufahamu mpaka kiakili. Wakati huo mtoto anaumwa na bado unapitia maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani chakula kwako ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoongea vile, mchungaji alimchukua huyu mtoto, alimwombea kwa uchungu na kwa kilio kikubwa sana. Na mimi niliamini, nisema na ikawe hivyo. Nimerudi naye nyumbani, niliingia kwenye maombi, nikanaonyeshwa kwenye ulimwengu wa roho vile vidonda vimekauka. Lakini nikimwangalia kwenye ulimwengu wa nyama, vidonda vimejaa. Nikifumba macho nikiomba kwenye ulimwengu wa roho, vidonda vimekauka. Nilisema najua huu ni mtisho tu wa shetani. Kwa kuwa mchungaji wangu ameomba, nabii wangu ameomba, na ikawa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya wiki niliona vidonda vinakauka na kupona moja kwa moja mpaka leo. Hakuna kualisha tena wala kutapika. Bwana Yesu asifiwe. Huo ulikuwa wa kwanza Isaka na Yakobo. Ushuhuda wangu wa mwisho naenda kwa haraka, ilikuwa nafika mahali hapa nina masahau. Kuna mpendo wa kudogotea kiatu. Kwa hiyo yeye anaweza kaisi amesahau, lakini mimi ninakumbuka. Niliokotoa kiatu mtaloni, lengo nijistiri.
kilio changu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ndio Mungu ameponya, na mimi natamani kusoma, maana nilikuwa nimeshia form 6, sijaenda chuo, uwezo sina. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumelisi majina ya ukoo, hakuna chochote cha kulisi lengo uweze kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Nilifika kwa mchungaji wangu, niambia baba, kilio changu kikubwa mimi kusoma, lakini mpaka sasa hivi sielewi nitasomaje. Alichonijibu nabii wangu, mimi mwenyewe maisha yangu ni magumu, lakini nakuwekea mkono, tumwachie Mungu, ataleta mtu wa kukusaidia. Niliombewa na kuacha. Yaani unaombewa, lakini ukiangalia kwenye macho ya kibinadamu hujui ni nani atatokea wapi akusomeshe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niliamini kwa kuwa ni mkono wa Mungu wa Isaka na Yakobo amekuja kupitia nabii wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa kama, baada ya maombi nilikaa kama wiki moja. Kuna mtu nilikuwa napiga naye story, nilimwambia nimemaliza form 6 lakini sijajua hatima ya kusoma kwangu. Alichoniambia, unataka ukasomee kitu gani? Niwaambia mimi nikasomea education, lengo niwe tu mwalimu, haina shida. Bwana Yesu asifiwe. Kaniambia tafuta chuo unachokitaka. Nilimwangalia kuanzia chini, nitafute nini chuo? Niwaambia ada ni kubwa. Akasema nimekuambia tafuta chuo unachokitaka. Kwa hiyo nikaanza kufuatilia chuo. Nimepata chuo, nimechukua ile pale joining lengo kwa ajili namna ambavyo vifaa vyote ada yake nimemkabidhi, ilikuwa kama 1,000,000 kwa mwaka. Nimempelekea, akasema haina shida. Yaani nilipokuwa namwangalia kwa comfortable, haina shida, hii mbona hela ndogo sana. Kaanza kunipia mwaka wa kwanza nakumbuka. Ilipofika mwaka wa pili katikati, aliniambia uwezo wa kukusomesha sina, na mimi na maisha magumu. Nilihisi hatima maisha yangu ndio inaishia hapo. Lakini nilisahau kumbe alionisomesha ni Mungu, sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuja kwa mchungaji wangu nalia tena, baba, yule mtu ambaye ananisomesha ameniambia ana uwezo wa kunilipia tena ada. Kasema Mungu anataka kuoneshe anayekusomesha sio yeye, ni Mungu. Kwa usimnyenyekee yeye. Kiukweli kibinadamu nilikuwa nalia. Kweli Mungu anasema sasa nani atatokea? Hofu ilitawala kwenye moyo wangu. Sababu ukizingatia wiki ya kwanza wenzangu wanasoma, mimi nimefukuzwa. Wiki ya pili sioni mwanga, naona giza. Wiki ya tatu sioni mwanga, sioni tumaini. Lakini tu nikifika mahali hapa napata neno la faraja kwamba Mungu hajaniacha, ipo pamoja na mimi. Nakumbuka siku hiyo imefika kama mwezi, alitokea mwalimu huko chuo, kanipigia simu. Kaniambia, Esther uko wapi? Nimemwambia mimi nipo nyumbani, watu tulifukuzwa chuo. Kasema rudi chuoni fasta, nimezamini mshahara wangu, lengo wewe usome. Yaani mwalimu amezamini mshahara wake ili mimi niendelee na chuo. Nilishangaa sana. Hebu mshangilie Bwana na makofi. Unaweza ukahisi ni story tu, lakini ndio mambo ambayo Mungu anayafanya kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naendelea kusoma. Yule mtu aliyokuwa ananisomesha alipoona naendelea kusoma alishtuka, maana hitaji lake anaona kwamba linakwama, mengine tuyaache huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwisho wa siku alipoona kwamba kuna mtu anaendelea kulipa ada, mimi niendelee kusoma tu, maana kusoma kwangu ni agano la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwisho wa siku alikuja juu tena na kuniomba msamaha. Naomba unisamehe, naomba niendelee tena kukusomesha. Ina maana kwa nagombaniwa kusomeshwa. Huyo ndio Mungu wa Isaka na Yakobo. Piga Mungu hapa. Shangilie, sijaona kushangilia jamani. Huyo ndio Mungu wa mahali hapa, ambaye anapatikana hapa, hata mwingine anayesikia huko nje akija atamkuta hapa. Amen. Chuo kwa usalama pasipo mawaa. Namshukuru sana Mungu, na sasa hivi nimeajiliwa, ni mwalimu wa sekondari, mwalimu wa mathematics. Piga kelele. Tupige makofi kama kuweza kunitetea na kunipigania. Hata leo ninasimama mbele za watu hivi na ujasiri hivi. Nilikuwa siwezi jamani. Namshukuru Mungu sana kwa hilo. Pia napenda kumshukuru Mungu. Mimi wakati nakuja madhabahu hii hapa, nilikuwa na changamoto jamani katika
ndoa yangu, kuhusu mume wangu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na tatizo hapa na hapa. Kuna rafiki yangu ndo akasema, bwana, hayo matatizo twende, maana alikuwa anakamatwa huko kazini kwake. Twende kanisani kwetu. Tukawa tunakuja. Nilipokuja hapa nakuta kumbe na mimi nina changamoto zangu. Ikabidi niachane na zile changamoto, nikaanza kukabiliana na za kwangu. Amina. Wakati ulikuja kwa sababu moja. Nilikuja kwa sababu moja. Lakini Mungu amefungua na mengine. Ndio. Amen. Basi mimi pale nilikuwa naendelea nakuja na abudu, tunasali. Siku ya siku baba akaja akaniambia, wewe uko mateka. Unaotaga ndoto gani? Nikamwambia mimi sielewi. Sijui huwa naota ndoto gani. Amina. Basi pale mimi nikaendelea nikawa nahudhuria ibadani. Amina. Siku ya siku mimi tagia nimefika hapa, nilikuwa sijawahi kula nyama. Amina. Nikawa nahudhuria nyama ya ng'ombe, ya kuku, kitimoto au ya aina gani umetushtua? Yaani nyama yoyote ile mimi nilikuwa nakula ni maharage na dagaa. Amina. Amen. Ndio jaribu. Basi mimi napoendelea kuhudhuria ibadani, siku ya siku nikasema ngoja leo ninunue nijaribishe. Nile. Mwanzo ulikuwa ukila unatapika au uko uipendi au kule unasisimka? Walikuwa wakipika, najaribisha na kula kidogo. Nikishakula tumbo linaniuma sana. Kwa vile ninapokuwa nasumbuliwa na tumbo, nikawa naacha, nasema basi mimi sili tena. Nikawa nimeacha. Mungu aniepushe na jaribu la kutokula nyama. Sasa nilipokuja nikanunua mimi mwenyewe. Nikamuomba mume wangu. Nikamwambia naomba pika mwenyewe. Baada ya kuingia kwenye hii madhabahu. Ndio. Amina. Alipopika yeye, akaipika vizuri, akaweka na viungo ili mimi nisione ni kinyaa. Akapika, akaandaa, akakausha, akaweka mchuzi. Mimi nikachukua kipande kamoja, nikaonja. Nika kama nashindwa vile. Akasema endelea kula tena. Nikala. Nilipokula kama vipande vitatu. Nikasema mimi kichwa ilikuwa ikifika saa 2. Kichwa kilikuwa kinanisumbua sana. Ikifika saa 2 usiku, yani nakuta naishiwa nguvu. Nikishaishiwa nguvu, basi pale mimi napoteza mwelekeo. Yani sina kitu chochote nitakachokielewa pale. Na nitazimia hapo. Hiyo ilikuwa kila siku au labda kwa wiki mara ngapi? Yaani ilikuwa kwa wiki kama mara 3 au mara 4. Unazimia kabisa. Nazimia. Na ukizimia unajihisi upo wapi? Yaani nikizimia vile sijielewi niko wapi. Ila nahisi kama yaani nitakapozimia ila macho naweka sehemu moja. Pale nilipoweka macho ndio pale ambapo nitakuwa naangalia pale. Unakuwa unaona kitu gani mpaka Yohana inakuwa inakukuta? Yaani pale nakuwa yaani vile ninapokuwa imefika ile ya saa 2. Yaani najikuta tu ninaishiwa nguvu, yaani nguvu zinaisha, anaondoka na ninazimia hapo. Amen. Kwa nakuwa sielewi chochote kinachoendelea. Basi, sasa pia tulikuwa jirani yake alikuwa Mama Rebeka rafiki yangu. Na baba